Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ulishawahi kusikia kauli ya kuambiwa ya kwamba hauna faida kwangu kwa sababu hakuna unachokiingiza katika kipato kwenye maisha yangu, au kipato chako unachokipata unatakiwa nikabidhi mimi, kama Bibi Khadija alipomkabidhi Bwana Mtume mali zake. Hizi ni kauli ambazo zinatoka waelekea wanawake katika hali mbalimbali. Hali ya kwanza ni hali ya kukosa. Mwanamke akiwa hana chochote anadharaulika na kuonekana hana maana katika maisha ya jamii kwa ujumla. Lakini pia kuna wakati mwanamke anajitutumua na kupata kipato katika maisha yake. Hali hii mwanaume anaitumia kama nafasi ya yeye kujimilikisha mali za mwanamke alizonazo, kwa sababu na kigezo cha Bibi Khadija kumkabidhi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi mali zake. Leo nataka nikukomboe wewe mwanamke ambaye unapitia hali kama hizi. Ukiwa hauna kipato katika maisha yako, usikubali kudharaulika. Bibi Khadija alayha salam alipambana, alijishughulisha, na wewe unaweza ukajishughulisha ukapata kipato chako ukaacha kudharaulika. Lakini kuna wakati mwanamke amepata na ana mali zake, mwanamke analazimishwa na mwanaume mali zake ziende katika miliki ya mwanaume. Hali kama hii Bibi Khadija anasingiziwa kwamba ndio kigezo cha mfano mzuri. Ikumbukwe ya kwamba Bibi Khadija alayha salam alitoa mali zake kumwelekea Bwana Mtume, sio kwa kulazimishwa, bali ni kwa hiari yake, upendo wake. Mwanamke, usikubali kutoa mali zako kumwelekea mtu mwingine kama sio huruma na upendo ulionao kwa Khadija. Alikuwa ni mfanyabiashara, mwanaharakati, mjasiriamali, lakini kutokana na utajiri wake hajawahi kunukuliwa akiutumia vibaya, kukandamiza watu, kudharau watu, kutowaheshimu watu. Hata wewe mwanamke unaweza ukawa mfanya biashara, unaweza ukawa mjasiriamali, heshima yako ikawepo, utu wako ukawepo, lakini ucha Mungu ukawepo.